kuangalia vizuri, anakuta last seen long time ago. Mama, maskini bumlangu. Hiyo ni sauti ya kijana Enoch, mwanachuo. Je, amekutwa na nini? Ungana nasi katika simulizi hii. Tunakuomba subscribe, like na comment tujue maoni yako. Naam, leo tumeamkia pale chuo kikuu cha Kilimani. Hapo tutaangalia maisha ya Musa na Enoch. Hawa ni mtu na mshikaji wake. Wote hawa wametoka kijijini, lakini elimu ikawapeleka mjini. Musa na Enoch walifanikiwa kupata mkopo, walilipiwa ada na boom walipata. Kwa vile walikuwa mwaka wa kwanza, mambo mengi hawakuyajua na ili wabidi wakae hostel. Baada ya usajili na mambo mengine kukamilika, sasa mapindi yakaanza chuoni. Musa na Enoch walisoma shahada tofauti. Hatimaye darasani pakachangamka. Lakini kwa upande wao kimaisha, mambo yalikuwa magumu, kwani bado walikuwa wanamsubiri afisa mikopo afanye miujiza kwenye akaunti zao za benki. Basi bana, ilikuwa siku ya Ijumaa. Musa alitaka kwenda chumba alichopo Enoch, akamcheki kwenye simu. Oi, wapi hiyo kaka? Nipo rumu hapa, nimepoa na kuja hapa sielewi. Poa, utanikuta. Musa akaenda kwa Enoch. Oya, vipi kaka? Mimi niko safi. Hatimaye wiki imekata. Kweli, imepita kama upepo. Musa, vipi lakini wewe, material yanapanda? Da, Enoch, hivyo, lazima ni fosi, hata iweje. Kiufupi, iwe mvua, iwe jua, lazima nihakikishe nafanya vizuri. Umetumwa na mkoa, au sio? Nakubali Musa, ni kupambana tu. Oya Enoch, nifanyie mazingira kaka, nikapate hata mihogo kwa mama Ashura, maana hapa sina maisha kabisa. Musa, hapa nina buku tu, labda nikupe hiyo. Nimemcheki mshua, kasema baadaye atanichekechea. Amna noma, naomba hiyo buku nikapate chochote kitu. Musa, ngoja twende wote nami ninyooshe miguu. Sawa, twende. Enoch, kuna manzi mmoja. Acha kaka, kweli tembea uone. Musa, tayari naona macho yako yamefungua pateni za Loki. Sasa umeanza kuona vizuri. Enoch, acha kaka, mtoto kawaka, yani ng'arang'ara. We Musa, acha basi, sema kuwa makini wa dada wa mjini, usije kupigwa za uso. Enoch, usinichukulie poa, kisa nimetoka kijijini. Kaka, nimetoka kijijini, lakini akili ya mjini bro. Yani miguu kijijini, akili mjini. Musa, sikupingi, lakini sijakuona kama we ni mzoefu wa hizi kazi. Kwa hiyo, umakini unahitajika sana. Usije fungwa penalty dakika za 90. Acha mambo yako Enoch. Mimi nikitokea pembeni ni balaa vibaya mno. Musa, mimi nakuashia tatu upate kuona. Si kwamba nakukataza, ila kuwa makini. Sitakuwa na cha kusema zaidi ya nilikuambia. Amna noma Enoch, nimekupata. Ngoja nichungulie akaunti kama afisa akafanya miujiza. Kaka, ngoma bado ngumu, moshi bado mweusi. Ngoja tujipe moyo Musa, labda kesho Jumamosi anaweza kutuzingatia. Enoch, kesho mapumziko ujue. Sidhani kama atafanya kazi. Sema asipofanya kesho atakuwa kaninyosha. Usijali Musa, chenji za mshua bado zipo, zitatusukuma mpaka Jumatatu. Mwanangu, wewe wa faida sana Enoch. Unaniokoa sana nikiwa hovyo, nashukuru sana. Kaka, mimi na wewe tumetoka mbali, tumesaidiana vingi, ondoa shaka, si ni marafiki. Halafu nina kimkeka changu hapa. Mwanangu, uachi tu betting, itakufirisi kijana. Wewe, naachaje sasa? Mimi ndo mtaalamu mwenyewe, Kanji kila wiki ananiamkia shikamo. Na hapa nasubiri mechi ya ligi kuu Italia, nimewapa goli 2. Oho kaka, hapo ushachanika. Ligi ya Italia jau sana, kutoa nyau sio shida zao. Cha msingi, cash out. Utanishukuru baadaye. Umeanza uchawi wako. Nimewaona wapo vizuri, yani wanaume 22, miguu 44, ikose goli 2. Huo utakuwa ulozi. Sawa Musa, muhenga nishasema. Nasubiri utakapovunjika guu. Waliagana,
na kila mtu akaenda chumbani kwake. Siku ya Jumamosi, yapata saa 3 mchana, Musa alimpigia simu Enoch akiwa na furaha. "Vipi kaka? Oa tayari. Shimo limetema, moshi mweupe." "Musa, acha masihala basi, ujue unaongea jambo nyeti sana." "Ala Musa, tangu lini nina utani kwenye wizara ya fedha? Mzigo upo shindili, full tank, na hisi akaunti na hema juu inataka kupasuka." "Poa, ngoja ni cheki." Enoch alipomaliza kuangalia, alimpigia Musa. "Oi kijona, nimeona bana, shilingi zinagongana kwenye akaunti. Mimi nilikwambia sina mchezo kwenye huo ulimwengu. Tunaingia wapi tujipoze, au nianze kumwinda ule manzi?" Musa, umeanza na huyo manzi wako. Jikute una ngozi ya kuchune ukae sawa." "Da, eti ngozi ila mwenga. Kwanza mkeka wako ulizaa au mama na mtoto walikufa?" "Yaani Musa, usinikumbushe kabisa. Wale wajinga walinilaza jalalani. Kaka, hata big chance hakuna." Du! Pole Enoch. Ila ni madhara ya kutosikiliza wakuu. Hivi, unaonaje ukiacha kubet? Wewe mbona umuachi huyo manzi? Kwa hiyo tunashindana, au sio? Kumbuka Elon Musk hakuwa anabeti. Sawa, mapenzi yalimponza Samson, kila mtu ashinde mechi zake. Basi bana, vijana hao wageni wa chuo wakajikuta kila mtu anasimamia anachopenda. Musa alianza michakato ya kumtafuta yule mdada. Alifanikiwa kumpata. Musa akaanza kuonja utamu wa zile bata za chuo ambazo husimuliwa mitaani. Huku kijana Enoch aliendelea kusuka mikeka yake. Akawa anatimiza sheria ya kula ni kule, lakini aliona kuchambua mwenyewe kwa akili yake haitoshi. Mama we, si akajichanganya kuingia Telegram. Musa naye akazidi kuwa chizi kwa kuitwa majina ya Kiarabu na Kizungu. Huku Habibi kule Hani alikuwa kazubaa kama kuku mgonjwa wa kideli. Faili zake za kichwani kuhusu maisha yake yalianza kuandika unsupported format. Naye Enoch akategwa na tapeli. Akaambiwa kuna fixed matches, huku akipewa na ushahidi wa screenshot mechi zimetiki. Bwana we, Enoch chunga tamaa. Enoch mate akajaa, akasema utajiri si ndio huu? Enoch akaambiwa mechi hizo ni gharama, yampasa atume 300,000. Akajazwa kabisa kuhonga timu kubwa za Ulaya, sio mchezo, tena zenye wachezaji gari. Akasisitizwa, ukipata mkeka unatia 100,000 tu ili kampuni isishtuke. Enoch akajua kweli mambo yamenyooka. Musa sasa akaanza kuachia misimbazi. Chezea sauti za mahaba wewe. Ilibidi hadi aoneshe password ya kadi. Sasa siku moja akaahadiwa penzi zito kama chuma cha reli. Si wakaenda lodge, akalipia na wakaenda chumbani. Usiku ule kwa Musa ulikuwa wa moto, maana alikula ambacho hakuemea, lakini asubuhi ile ilikuwa ni maji yaliyozima moto wa usiku ule. Kakuta manzi hayupo na mfukoni kaachiwa tu buku ya nauli. Kadi na baadhi ya pesa zimepitiwa. Majuto yalianza. Enoch yeye ameshafanya muamala wa 300,000 akisubiri mkeka, mara kimya. Anachunguza kwenye profile ya mshikaji, haoni picha. Kuangalia vizuri anakuta last seen long time ago. Mama, maskini bumlangu. Alipojaribu kupiga zile namba, alijibiwa, hiyo namba haipo. Vilio vikaanza. Enoch alimtafuta Musa kwa simu huku akihuzunika. Mwanangu, bumlangu. Musa akashtuka. Kuna nini? Kaka, huelewi nini? Nimetapeliwa. Nishachanganyikiwa hapa. Basi vijana hao wakawa wamekaribishwa mjini na chuoni. Na hapo tumefika mwisho wa simulizi yetu. Mimi nimejifunza kuwa tumia akili yako kabla haijatumiwa. Wewe je? Tuambie kwenye comment. Uwe na wakati mwema na karibu tena kwenye channel yetu
ya simulizi maarifa.